بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل وتفاسير وارزقنا اتباعه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، naendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an. Tumefika kwenye aya ya 171, aya 171. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ومثل الذين كفروا، hawa makafiri mfano wao hawa ni mfano wa wanyama. Kamathali alladhi yan'iqu, wewe unapowalingania basi hawa hawasikii chochote, ni sawa sawa na mchungaji alladhi yan'iqu, anayeita wanyama wake bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa, wanyama ambao hawana wanachosikia zaidi ya kuitwa, kukemezwa na kadhalika. Yani mnyama afahamu maneno uwezo kaambia wewe mbona unanisumbua, yani mbuzi unamwambia unanisumbua, atakufahamu kweli? Hawezi kufahamu. Lakini ukimkemea kumwambia hapo sasa atashtuka na ukamata bakora, akiona bakora inakuja atakimbia, lakini vinginevyo hayafahamu kitu. Mimi nimekuwekeni haya maji bwana, msisumbuke, afahamu shekhi hayo maneno. Sasa tunaambiwa wa mathalu alladhina kafaru, hawa makafiri unapokuwa wewe unawalingania basi wewe ni mfano wa mtu mchungaji alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa, anazungumza na wanyama au anakemeza wanyama, hawana wanachosikia zaidi ya sauti kali na kukemezwa na kadhalika. Summun bukmun umyun, hawa ni watu viziwi, hawa ni watu mabubu, hawa ni watu vipofu. Fahum la yaqilun, la yaqilun, hawafahamu. Hata waambie vipi wao hawafahamu. Na hii ndiyo hali ya hatari inayoweza ikamkumba mtu anapojipa sifa mbaya ya kukata ukoo wake. Sawa? Kwenye ile sura tuliyoisoma juzi kwenye khutba ya Ijumaa hapa tukaizungumza, na kipindi cha nyuma pia tuizungumza aya ya 23 kama sikosei ya sura Muhammad. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Aya 22 na 23. Ulaika alladhina la'anahumullah,
hao wenye kukata koo zao wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu. Faasammahum, Mwenyezi Mungu amewaziwisha viziwi. Wa a'ma absarahum, na akawafanya macho yao ni vipofu. Sasa hii sifa ni sifa mbaya sana. Yani mtu unapofanya baadhi ya mambo yaliyokuwa mabaya yanaweza kukuathiri mpaka ukafikia kwenye hii sifa mbaya, na wako watu wana tabia hiyo. Yani mtu anaukata ukoo wake mpaka zile laana za Mwenyezi Mungu kama zimempiga kabisa. Hata ukae naye umweleze vipi afahamu, umwambie vipi afahamu, umuongoze vipi afahamu, yeye hasikii chochote. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Mwanadamu ndo anafikia hapo kwenye hali kama hii, na ndio maana huwa tunahusia sana watu. Mtu mmoja leo ananiambia, Maalim, kuna watu wamesikiliza maneno haya ya Qur'ani na hutuba hizi zinazozungumzwa, na kweli magomvi yako katika jamii, lakini watu wengine wanashindwa kusuluhisha. Sasa ifanyike vipi? Yani inahitajika watu wasaidiwe kwenye hili. Mmoja katika msaada mkubwa wa kuwasaidia watu ni kuwa wewe una tatizo baina yako, basi hebu tafuta njia ya kulitatua. Tumefahamia, tafuta njia. Wazee wanasema kila shetani ana mti wake, au kila mtu na shetani wake. Kila mbuyu na shetani, kila shetani ana mbuyu wake. Alimradi tunachokimaanisha hapa kikubwa ni kuwa tafuta njia ambayo kwanza ni nani watu ambao waliokuwa karibu wa huyo mtu anayeweza kumsikiliza. Sawa? Na moyo wa mwanadamu unatakiwa uwe ni moyo safi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, iyurida, baina mke na mume wakigombana, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, pande za mzozo mbili zikiitaka ile sulhu kutoka moyoni mwao. Ili ni jambo la mwanzo, ni kuwa wewe unakereka hasa ile hali mbaya, kuwa wewe unakereka kuwa kwa nini una ugomvi baina yako na fulani. Kwa hiyo ikiwa unaweza kumkabili wewe mwenyewe, basi nenda kwa matawi ya chini kabisa. Sitafahamiana, na uwe unakumbuka yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Mtu atakayejishusha hadhi yake kwa ajili ya kutafuta radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atamuinua daraja. Hili moja ni tatizo kubwa tunalo kwenye jamii yetu, ni kuwa watu wenye kugombana wagomvi, basi hakubali mmoja wao kufanya nini? Kujishusha. Jambo la mwanzo ni kujishusha. Sambamba unajishusha kwa sababu gani? Sababu ni kuwa huo mwenendo unaoenda nao sasa hivi ni mwenendo mbaya. Wewe uko katika laana ya Mwenyezi Mungu, yani uko hatarini kupata laana ya Mwenyezi Mungu. Lazima ujue hili kwanza, ni kuwa wewe ukiwa katika tabia kama hiyo ya kukata ukoo wako na kuendeleza magomvi, basi wewe upo hatarini kupatwa na laana ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima ujue hilo, na lazima ujue anayepata na laana ya Mwenyezi Mungu, huyu hajanusurika wala hana kunusuru mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukitoka kwenye aya hii ya 22 23, nenda kwenye aya ya 52 ya surati An-Nisa, ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Yoyote yule ambaye amelaaniwa Mwenyezi Mungu hana manusura, wala hana mtu atakayemnusuru, hana. Kwa hiyo lazima wewe ujue kuwa uko kwenye hali mbaya na unahitaji kwenda kwenye hali nzuri. Wewe uko hatarini, na ukifa hapo sasa hivi unakufa hali yako wewe ni mal'un. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Sasa hili hatari ndogo. Kufa mwanadamu anaweza kafa wakati wote bila kutarajia. Sasa ukifa wewe unakufa mal'un, lazima ujue hilo, kuwa wewe umo hatarini kufa hali ya kuwa umelaaniwa, umefukuzwa kwenye rehema za Mwenyezi Mungu. Sasa mtu anayepatwa na imani kama hii yuko tayari kupoteza chochote, heshima yake, hadhi yake, sijui utukufu wake, yote hayo si chochote. Anatizama nini? Radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo shuka chini, jishushe tu. Hii ni njia moja kubwa ya sulhu, kujishusha chini. Na ukijishusha maana yake unavunja kiburi katika nafsi yako,
Tumetoa mfano wa haraka haraka juzi kwenye khutba. Sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kaingia peponi kwa sababu yeye anawasamehe watu tu. Kwa hiyo na wewe kuwa msamehevu, hata kama utakuwa wewe. Nilivyokuwa natembelea kule Pemba, kuna mwanamke mmoja, mama mtu mzima, akauliza swali, sasa kama mwanangu ndo alomkosea, mie ndo nimekosewa, mie ndo nikaombe radhi. Nikamwambia kaombe radhi wewe. Akashangaa sana. Nikamwambia kwanza, kuomba radhi wewe mama, huku kunamfanya yule mtoto atahayuri, kwa sababu kuna watoto wengine viburi, sijui umenifahamu, na huku kunaleta maana ya huruma yako kumhurumia yule mwanao. Sasa yule mwanao sasa hivi akifa ghafla moja, hamjasuluhishana, yeye kaendelea na kiburi chake, anakufa aliyakuwa amekata ukoo mal'un, anaenda kushindiliwa katika moto wa jahannam. Wewe unaridhika kama ni mama mwanao akachomwa moto? Sio, tumefahamiana? Jingine ni kuwa wewe hata kama ni mama ukijishusha, basi haishuki hadhi yako. Hadhi ya nani itakayoshuka? Ni ya yule mtoto, si yako wewe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema man tawadha lillahi rafahu Allah. Sawa? Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum man yabda'u bisalam, wagomvi wawili mbora wao ni yule ambaye anayeanza kuitengeneza salama kwa kumsalimia mtu, kutengeneza mazingira ya kusameheana. Wewe unaifanya hivi, basi wewe ndio bora. Sisi tumefahamiana. Kwa hiyo kuna kila hali. Kweli ni kinyume nyume, mwite, mwambie maneno makali, mwanangu nimekuita. Watu wanaogombana huwa wanalaaniwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na mimi siko tayari nilaaniwe, au wewe mwanangu ulaaniwe na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndio ulomkosea, lakini kiburi kinakwenda, hutaki kuja kuniomba radhi. Sasa nakuomba radhi mimi basi. Hivyo ukimwambia maneno kama haya, huyu mtoto anakuwa na kuomba radhi mimi, wewe ndio ulomkosea, lakini nimekuja na kuomba radhi. Kuanzia leo sitaki ugomvi uendelee baina yangu mimi na wewe. Kuanzia leo sitaki ugomvi. Ule mtoto kwanza, mama tumefikia hapo, sio tumefahamiana? Na umwite mbele ya ndugu zake wote ikiwezekana, iwe ni funzo kwake na ni funzo kwa wale wengine. Sio mnifahamu? Wanadamu sio tuna tabia ya kiburi, hivi ndio tulivyo. Unamkuta mwanamke kiburi kwa mume kiburi kwa mkewe, ndugu kiburi kwa kaka yake, kaka kiburi kwa ndugu yake, kila mmoja kiburi kwa mwenziwe. Hivi viburi havitusaidii, vinatuangamiza. Sio tumefahamiana? Hivi viburi havitusaidii, vinatuangamiza. Kwa hiyo njia moja ya kusuluhisha ni hiyo, na njia nyingine, ikiwa unahisi huyu mtu huwezi kumuingia, basi tafuta mtu mzima mwenye heshima, pengine ni mwalimu au kama katika familia. Sawa? Nenda kamsikitikie na umuombe aliingilie kati ile swala, basi inshallah Mwenyezi Mungu ataleta kheri. Tunafahamiana. Kuna njia nyingi za kutumia. Unaweza ukatafuta huyu bwana nilogombana naye, yeye na nani ni chanda na pete, ukakuta huyu bwana fulani ni rafiki yake sana. Sawa? Basi mfuate yule rafiki yake kwanza, na yule rafiki aende kwa busara. Sio tumefahamiana? Na hapa ndo zinapita zile kheri, na lazima uoneshe kunung'unika, yani kuumia mtu katika nafsi yako, wewe unachukia lile jambo, ufurahi na jishushe, basi Mwenyezi Mungu ataleta kheri zake. Kwa hiyo wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Tumeenda kwenye mfano wa kukata ukoo. Sawa? Kwa sababu hawa makafiri wameambiwa wao sifa zao ni summun bukmun umyun. Sawa? Na wenye kukata ukoo Mwenyezi Mungu anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hawa wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Fa asammahum wa a'ma absarahum, amewaziwisha na amewatia upofu, ndio ile summun umyun. Sawa? Kwa hiyo ndio tukawa tunaashiria hapa kutahadharisha kuwa ni hali mbaya, na hata ibada zetu hazikubaliwi. Tusijidanganye,
Yani ibada zetu utazifanya, inaondoka ile dhima yako, uambiwi usali tena mara ya pili, lakini ile sala yako imefanya nini? Imening'inia hii. Sio, umenifahamu? Mpaka usuluhishe baina yako wewe na Muislamu mwenzio, ndio hizi amali zako zote ziwe zina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna watu wengine ni viburi sana, sawa? Ndio kama hivyo tulivyotoa mfano, kuna watu wengine wao ndio wakosa, lakini hawataki kuomba radhi, sawa? Na hawataki kuombwa radhi vile vile, na hawataki sulhu kabisa, hawataki kusikia chochote. Sasa hawa ndio watakuwa wamefikia pahali pabaya. Ndio hapo walipoambiwa summun bukmun umyun, asikii haoni. Sio? Sasa kwenye mazingira haya unatakiwa wewe uthibitishe ile hoja yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, nimemfuata mja wako, mimi nishamsame, lakini yeye hataki sulhu. Ya Rabbi, mimi simo. Sio, umenifahamu? Ya Rabbi, mimi simo, na ndugu yangu nimekuja leo, kwa hiyo siku yoyote uko tayari kuendeleza na mimi niko tayari na wewe. Sawa? Umeamua kuendelea ni wewe na Mola wako, mimi nishamaliza yangu, na mimi sina lolote baina yangu mimi na wewe. Basi mwachie ungulie mwenyewe, ungulike, alafu watoke watu waendelee kwenda kuzungumza naye. Sasa wewe unaufanya vipi ikiwa ndugu yako au kaka yako au mzee wako au jamaa yako amekuomba mpaka radhi, alafu unaendeleza hivi? Sio, umenifahamu? Itakuwa wewe hapo dhima yako mbele ya Mwenyezi Mungu imeshaondoka. Kwa hiyo analiwazwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa makafiri hawa ni sawa na wanyama, sawa? Hata ukiwalingania ukaambia vipi, hawafahamu, lakini ni dhalili na wapotovu kuliko wanyama, kwa sababu hawana thamani tena mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kwa hiyo anasema kasummi la yasmauna man yad'u ila alhuda, hawa ni mfano wa watu waliokuwa viziwi, hata wakilinganiwa vipi kwenye uongofu hawasikii. Wakalkhursi la yantiquna bikhairin, na hawa ni mabubu, hata kusema khairi tena kwenye vinywa vyao hayawatoki maneno ya khairi. Maana kuna mtu unamwambia jambo, inshallah bwana nimesikia, angalau katamka neno inshallah bwana nimesikia, inshallah tutasema, inshallah tafanya. Lakini kuna mtu mwingine ukimwambia tu basi halitoki neno la khairi kwenye kinywa chake. Bwana wewe huna maneno kunambia zaidi yao, mistaki bwana, upuuzi huo. Akaanza nataka kugombana na wewe na matusi na nini. Kitu gani unataka kusuluhisha baina yake na Muislamu mwenzio? Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Kwa hiyo hawa ni aghbiya, wajinga kabisa. Shabbahum Allah ta'ala bil bahaim allati la ta'qilu ma yuqalu laha, Allah amewashabihi sasa wana wanyama, hawafahamu wanachoambiwa. Ya ayyuhalladhina amanu ayyuhamini kulu ma'shara almu'minina min arrizqi alhalal alladhi razaqakum Allah iyyah, kuleni riziki za halali alizokupeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo riziki za halali kula ni jambo la msingi, tumeamrishwa kabisa, kama tulivyoamrishwa waaqimu salata wa atu az-zakat, salini, simamisheni sala, toeni zaka. Huyo alituamrisha hayo Allah jalla jalalu, ndio alituamrisha akasema kuleni vyakula vya halali, msile haramu, msiibe, msidhulumu. Sasa wewe kama unakwenda msikitini unasali, lakini ukirudi mipango yako wewe jinsi gani ya kuweza kudhulumu, na wewe unajidanganya. Kwa kweli unajidanganya, swala yako bado haijaleta matunda. Unatakiwa ujiepushe na haramu, sawa? Washkuru lillah, na mshakupata neema za Mwenyezi Mungu zishukuruni. Washkuru ni'amallahi, shukuru rabbakum ala ni'amihi aljalila, mshukuruni Mwenyezi Mungu, hizo ni neema. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akikupa taufiki unakula halali, unachunga pia, ujue kama hiyo ni neema Mwenyezi Mungu. Sio kile chakula ni neema, kile ni neema na mtu anajua hii ni neema Mwenyezi Mungu kanipa, lakini ule kuwa wewe unachokila ni halali, ule mwenendo wa kuwa wewe unakula halali pia ile ni neema. Ushukuru, sema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kanijalia siibi, nafanya kazi ya halali, nachuma halali, nakula halali. Sema shukuru Mwenyezi Mungu, hiyo ni neema, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum haqqan ta'buduna, kama nyinyi kweli mnamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, kama nyinyi mnamwabudu kweli Mwenyezi Mungu, fanyeni haya.
Maana yake ikiwa wewe unamwabudu kweli Mwenyezi Mungu na haya hufanyi, wewe hujamwabudu kweli. Umenifahamu hapo? Maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuleni vitu vilivyokuwa vya halali na mshukuruni Mwenyezi Mungu kama kweli nyinyi mnamwabudu. Maana yake mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu lazima atafuata hii amri ya kula halali na atamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataziona hizo neema za Mwenyezi Mungu. Aliyekuwa haoni hayo, huyo bado hajafanya ibada kama inavyostahili. Ibada yake haijamwamrisha mema wala haijamkataza maovu. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wama uhilla bihi lighayri Allah, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuharamishieni, harrama rabbukum alaykum kulla qadhirin khabithin, kila kilichokuwa kichafu, darun bikum, kilichokuwa kina madhara kwenu nyinyi, mithlu almayta, mfano nyama iliyokufa, yani mnyama kafa mwenyewe, kwa hiyo mfu, nyama mfu, wadama, kaharamisha damu msinywe, walahma alkhinzir, na nyama ya nguruwe, wama dhubiha ala nusubi, sawa, na waliochinjwa, vichinjo vilivyochinjwa kwa ajili ya haramu, kwa ajili ya masanamu na kadhalika na mizimu na mingineyo, sawa, walahma alkhinzir wama uhilla bihi lighairi Allah, na kila mnyama aliyechinjwa kuchinjiwa lolote lisilokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, yani tunatakiwa ibada zetu zote ikiwemo kuchinja, unachinja kwa ajili ya nini? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unachinja bismillah, Allahu akbar, au unachinja hata kama unatoa sadaka, iwe ni aqiqa, iwe ni chochote unachinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, msile kitu ambacho halijatajwa hata jina la Mwenyezi Mungu, basi usile. Achilia mbali kuwa imechinjwa kwa ajili ya mzimu, huyo imekuwa haramu na haramu juu yake, maana mpaka shirki ndani yake. Au dhukira alayhi ismu ghairi Allah, au jina lilotajwa jingine, walichokichinja makafiri, wawe ni Wakristo au wote wale, sawa. Mtu katika kuchinja akasema kwa jina la Baba na jina la Mwana na Roho Mtakatifu na chinja, simenifahamu? Hicho ni haramu kukila. Takiwa lazima litumike jina la nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah. Kallata wal Uzza washayatin au washaitan. Kwa hiyo wale waliokuwa wakichinjia misanamu ya Lata na Uzza enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makuraishi wale, au wanaochinjia masanamu au mashaitani wote, faman iturra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi, faman alja'atuhu ad-darura ila akli shay'in min hadhihi al-muharramat, hivi vitu ni haram, lakini ikifika pahali ya kuwa wewe utakufa, huna cha kukila, umepotea kwenye mapori, umezama kwenye bahari, simenifahamu, umeangukia maeneo, wewe huna cha kujinusuru, kwa hiyo chochote utakachopata utakula kwa dharura. Sisi tumefahamiana kwenye mazingira yakitokea, lakini sio mazingira haya kawaida tuliokuwa nayo sisi. Mazingira haya kawaida sio hayo, nazungumziwa famani turra. Ndio maana tunapigia mfano, labda gari imekwenda imeanguka maporini au imeanguka kwenye mito huko, wewe ukaokoka ukasalimika, ukaangukia ng'ambo ya pili, hakuna nyumba, hakuna chochote huko. Sisi tumefahamiana unatembea masafa marefu, huoni nyumba, huoni watu, huoni chochote, ukaponea maji ulioponea, alafu ikatongezea ukapata mnyama aliyekuwa ni haramu kula, ukaweza kwa hiyo mazingira kama hayo yanayozungumziwa hapo, wewe huna jinsi, faman turra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi, huyo hatopata dhambi, sawa. Kwa sharti hizo zote, bi sharti alla yakuna sa'iyan fi fasadi, sawa. Isiwe yeye mwenyewe anaupenda ule ufisadi, akaona hapa ndo fursa nishaipata, wala mutajawizan miqdar alhaja wa dharura, na hata akila asipindukize kile kiwango, yani ale kiduchu tu angalau asife basi, sio ale tena ale sawa. Kwa hiyo maporini huko ukakuta watu si Waislamu washachinja kichinjo chao, na hakuna Muislamu karibu na hakuna watu karibu, na chakula chao hicho si chakula halali, lakini wewe kwa maana ya kuwa utakufa sasa,
Kwa hiyo hapo umeruhusiwa ule kidogo, ili kufikisha angalau safari hiyo unaokwenda. Fala uqubata alayhi, hatupata dhambi, lianna darurat tubihu almahdhurat, kwa sababu vitu vya dharura vinafanya kuhalalisha yale mambo ambayo ni haramu. Wallahu adhimul maghfira wasi'ur rahma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa msamaha na mwingi wa rehema. Faman iturra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi inna Allah ghafurur rahim. Moja kati ya maneno yanaweza kusemwa hapa na wanazuoni wanagusia hasa kwenye machambuzi, unaweza kukuta kwa nini Allah akasema inna Allah ghafurur rahim, wakati hii ni ruhusa akaitoa yeye mwenyewe. Si tunafahamiana eh? Yani mtu akishikwa amefika pahali pabaya hana jinsi, inna Allah ghafurur rahim. Ni kuwa wanadamu tunateleza sisi, hizi fursa tunazopewa wakati mwingine tunazitumia vibaya. Nafsi ya mwanadamu inaweza ikamzidi. Sawa, akafika huko porini hana pa kwenda, kakuta watu wamekamata nguruwe, washapika ile nguruwe, kuja kuionja bwana, umetamu. Usiendelee shekhe, wewe uliruhusiwa kiasi cha kuzuia usife tu, si umenifahamu? Kwa hiyo hicho chakula kidogo tu cha kuzuia wewe usife ndio ulichotakiwa kuruhusa. Kwa hiyo ukiteleza ukaongeza kidogo, inna Allah ghafurur rahim. Sawa eh? Wenda wallahu a'lam. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min alkitab wa yashtaruna bi, hakika wale ambao wanaficha, yaktumuna wanaficha, ma anzala Allah fi ayatihi albayinat, maamrisho, maelekezo, makatazo, mambo aliyoyashusha Mwenyezi Mungu katika aya zake ambazo amebainisha wazi. Wa min ahkami ad-din, min ahkami, katika hukumu za dini, wa vile vile katika sifat khatamil mursalin. Wanaoficha hawa hawambainishi ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi wa Kristo wanaona katika vitabu vyao kuwa huyu ni mtume wa haki. Sawa? Taman fi hutami dunia, wakati mwingine anayeficha hayo ni mtu shekhe. Sawa? Anasema bwana, hapa nikisema mie tena hichi kitumbua changu kitaingia mchanga, bora nyamaze. Wewe unatakiwa ubainishe jambo, ikiwa kinachofanyika sicho useme. Sawa? Si lazima kusema hadharani. Unaweza ukamfuata mtu siri ukamwambia, siwezi kwenda kumkabili kumwambia, andika maneno ya kuandika mkabidhi. Wewe alimradi ule ujumbe wako ushaufikisha kwa njia yote ile ya kufikisha. Tunafahamiana. Kwa hiyo wale ambao waliokuwa yashtaruna bihi thamanan qalila, wanaona bora wanunue pato la dunia na wauze dini yao, ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar, hicho wanachokipata cha dunia hawana wanachokila zaidi ya kutia kwenye matumbo yao moto. Hao watakuwa wameangamia mbele ya Mwenyezi Mungu, Allah tuhifadhi. Wala yukallimuhumullah, hao hawatosemeshwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kwa rehema yoyote ile. Wala yuzakihim, hatawatakasa. Wala hum adhabun alim, na watapata adhabu yenye kuumiza sana, Allah tuhifadhi. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bilhuda wal adhaba bilmaghfira, ay akhadhu ad-dalalata badala al-huda, hao wamechukua upotovu wakaacha uongofu. Wal kufru badala al-iman, wamechukua ukafiri wakaacha iman. Fama ashadda sabrahum ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bilhuda wal adhaba bilmaghfira, badala kukimbilia msamaha Mwenyezi Mungu wameona bora wachukue adhabu ya Mwenyezi Mungu, wafanye wanayoyafanya, na wakati wanajua wanachokifanya kitawasababishia kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Fama asbarahum ala an-nar, hawa wanasubra gani hawa ya kuweza kustahimili kwenye moto? Sawa? Wa huwa taajibun min jaraati ulaika alfujjar, yani haya maneno yanaashiria ushupavu wao kuwa umepindukia mpaka. Yani watu wamekuwa mashupavu kama hivi. Yani wewe unajua sasa hichi ninachokifanya kinaenda kuniangamiza, kinanitia kwenye laana ya Mwenyezi Mungu, kama mfano huo tuliotoa wa kukata ukoo. Na ushasikia sasa kuwa hawa wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu, anayekata ukoo amelaaniwa Mwenyezi Mungu, anatakiwa ajivue haraka mno kabla mauti hayajamjia, atoke kwenye hii laana. Lakini wewe kwanza unaendelea hivyo hivyo. Ndio ajabu inakuja kama haya. Yani wewe una ustahimilivu gani wa kustahimili moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati moto wa dunia tu huwezi kustahimili? Ule moto wa dunia tuchukue kibiriti tukiwasha hivi
tukwambie eka hapa kwa sekunde 2 3, huwezi. Yani ile kwa pap pap pap, sekunde 3 hizi huwezi kustahimili. Sasa unaweza kwenda kustahimili moto wa maana ya moto hasa ambao huu hata uwe mkali kiasi gani. Hivyo yule aliyekuwa anachoma gesi, moto wa gesi wa kuchoma kwenye mabati ya magari ya nini, ule moto wakati ameshaukoka pale kisawa sawa, ndo anaweka chuma kinayayuka. Unaweza ukatia kidole chako wewe ukitia kidole tu kinayayuka pale pale mpaka huo mfupa utayayuka. Allah tuhifadhi. Sasa unaambiwa moto huu ni sehemu moja katika 70 juz'an min nari jahannam, ni sehemu moja katika 70. Ule moto wa jahannam umekatwa vipande 70, hichi kimoja ndio huu moto tunatumia hapa duniani. Sasa we unaendelea kukata ukoo, we una ushupavu kiasi gani wa kustahimili moto wa Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Yani mtu ukiwa jahili na kwa hatari sana. Ujue maana yake ikiwa unaendelea na tabia kama hiyo, wewe una kiburi cha kupindukia mpaka. Na ndio maana amali zako zote, hata kama unahiji kila mwaka, unaenda umra kila mwaka, wewe unasaidia dunia nzima, hayasaidii chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yanatupiliwa mbali. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema waatiu Allah wa atiu ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Mtiini Mwenyezi Mungu, mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiharibu amali zenu kwa kumwasi Mwenyezi Mungu. Na sura al-Hujurat mwanzo inasema, enyi waumini, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msitangulize matamanio ya nafsi zenu mbele ya amri ya Mwenyezi Mungu na makatazo ya Mwenyezi Mungu, na mbele ya amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Penye maamrisho ya Allah au maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yote ni maamrisho ya Allah jalla jalaluhu. Penye makatazo ya Allah au makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yote ni makatazo ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutakiwi wewe utangulize matamanio ya nafsi yako, jirudi, rejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiendeleze mfarakano na ukataji ukoo baina ya jamii, huko unajiangamiza. Wewe una ushupavu kiasi gani? Fama asfarahum ala nar, wewe una ushupavu kiasi gani wa kustahimili moto wa Mwenyezi Mungu? Allah tuhifadhi. Ukifa leo unakufa aliyapo wewe ni mal'un, umelaaniwa, uko tayari? Muislamu, jirudi, jitizame kweli kweli, rejea kwa Mola wako. Hapa duniani unapita tu, wakati wowote unachoringia uhai wako, wakati wote unaweza ukaondoka ukafilia mbali. Ukiumwa tu ukaanza kupapatika hapo, pumzi hazikamati, basi wewe mwenyewe utaanza kutapatapa na roho. Sasa unasubiri mpaka yafikie hayo? Rejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fama asbarahum ala an-nar dhalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dhalika ay dhalika al-adhab alladhi dhaqu, hawa ambao watapata adhabu ya kuingia na kulaaniwa na kuingia kwenye moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wote watakaoingia kwenye moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adhabu hizo zitakazowafika na kuzionja bisababi anna Allah anzala al-kitaba al-munir at-taurat bil haqq as-sati fakatamu wa harrafu ma fihi taman fi hutami ad-dunya. Hao Mayahudi walificha ya kuyaficha, wakaona bora pato la dunia, na hiyo adhabu itakayoadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walistahiki kwa makosa yao waliyofanya. Na sisi vile vile kwa upande wetu Waislamu, tukiwa tunaficha ukweli, hatuubainishi mbele ya watu, sawa, kwa ajili ya kutafuta pato la dunia, yatatukuta kama yaliyowakuta hao. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id, hawa Mayahudi wa Nasara alladhina ikhtalafu fi ta'wili at-Taurat wa tahrifiha, wakaanza kuigeuza hiyo Taurati wakaibirua wanavyotaka, wakaanza kutofautiana, la fi khilafin wa nizai, hawa wako kwenye magomvi makubwa. Baidin anil huda wako mbali na uongofu wa sawab na kupatia. Mustawjib li ashaddi al-adhab, wanastahiki hasa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, kwa kuzirejea tena hizi aya, wa mathalu alladhina kafaru, hawa makafiri mfano wao unapowalingania, kama mathali alladhi yan'iqu, ni mfano wa mlinganiaji ambaye analingania na kuwaita wanyama wake, bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa, hawa wanyama hawana wanachosikia zaidi ya kukemezwa na kupigiwa kelele, yani hawafahamu maneno. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun, hawa ni viziwi
Mabubu vipofu, hata uelekeze vipi, hata uwafahamishe vipi, hata uwaoneshe njia gani ya kheri, hawaoni, hawasikii, hawaelewi, hawafahamu, hawako tayari. Kiburi kimetawala kwenye nyoyo zao. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi mlioamini, kuleni vyakula vya halali, kuleni halali. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, na mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa hiyo neema, na vile vile mshukuruni Mwenyezi Mungu anapokupeni taufiki mkawa mnakula vyakula vya halali. Zote hizo ni neema. Innama harrama alaykum almaytata waddama wa lahma alkhinzir wama uhilla bihi lighairi llah, Allah subhanahu wa ta'ala kuna vitu vingi amekuharamishieni, ikiwemo nyama mfu, damu, nyama nguruwe, na kile kilichochinjwa kuchinjiwa mizimu, mashetani, masanamu na kadhalika, asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman iturra ghaira baghin wala adin, hivi vitu vya haramu akifikia pahali mtu hana jinsi akala, basi asichupe mipaka. Kama atafanya kwa sifa hiyo, hakuchupa mipaka wala hakutenda ufisadi, basi hatopata dhambi. Inna Allah ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu mwingi wa maghfira, mwingi wa rehema. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi washtaruna bihi thamanan qalila, wale wanaoficha aliyoshusha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu na wakaona bora pato la dunia, ulaika ma yakuluna fi butuni min nar, hilo pato wanalopata hawana wanachokula zaidi katika matumbo yao ni moto na watakuwa wameangamia mbele ya Mwenyezi Mungu. Wala yukallimuhullah, Allah hatawasemeza siku ya kiyama usemezaji wa kheri, wala yuzakim, wala hatawatakasa, wala hum adhabun alim, watapata adhabu kali. Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda, hao ndio hao ambao wamenunua bora, wameona upotovu kuliko uongofu, wakaona bora wakaadhibiwa na Mwenyezi Mungu kuliko msamaha wake. Fama asbarahum ala nar, washupavu walioje hawa, wanastahamala gani ya kusubiri moto. Dhalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq, wanaadhibiwa kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshusha kitabu kwa haki na alitaka maamrisho yake yafuatwe. Wa innal ladhina ikhtalafu bil kitabi la fi shighaqin ba'id, hakika wale wanaokhtalifiana kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wapo katika upotovu na uharibifu uliokuwa mbali kabisa na kupatia. Mwenyezi Mungu aturejeshe mrejesho wa kheri, atujalie kila la kheri, atuwafikishe kwenye mwezi wa Ramadhani kufanya yale ambayo yana kheri kwetu sisi, na atatupatia radhi zake subhanahu wa ta'ala. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.